Papa Francisco, mchungaji mleta tumaini, sauti ya maskini. Ndugu mtazamaji, karibu tena katika Pitio TV, mahali pa maarifa, imani na matumaini. Leo tunasafiri pamoja katika kukuletea historia ya mtu aliyeacha alama ya kipekee duniani. Mtu huyo si mwingine bali ni Papa Francisco. Mtu aliyeishi kwa unyenyekevu wa kweli, akapaza sauti kwa ajili ya maskini na kulipulizia kanisa pumzi mpya ya huruma na matumaini. Alikuwa zaidi ya kiongozi wa kiroho. Alikuwa mchungaji wa dunia nzima, rafiki wa wanyonge na mjumbe wa amani. Safari hii ya kipekee haitakugusa tu kiakili, bali pia moyo wako. Usisahau kuwa sehemu ya familia ya Pitio TV. Gonga kitufe cha subscribe, like na share ili ujumbe huu ufike mbali zaidi. Na tafadhali tuambie kupitia na kwa njia ya maoni yako kwenye comments. Tunapenda kusikia kutoka kwako. Hebu tufuatane kwa pamoja, tukimkumbuka, tukijifunza na tukitembea katika mwanga aliowacha Papa Francisco. Karibu uwe nasi katika Pitio TV. Papa Francisco, mchungaji mleta tumaini, sauti ya maskini, alisema lazima turudishe tumaini kwa vijana, tuwasaidie wazee, kuwa wazi kwa yajayo, kusambaza upendo, kuwa maskini miongoni mwa maskini. Tunahitaji kuwajumuisha waliotengwa na kuhubiri amani. Maneno haya yaliyosemwa kwa uhakika mtulivu na Papa Francisco yanaelezea kiini cha upapa wake, upapa wa huruma, mageuzi na matumaini yasiyokoma. Leo tunamkumbuka Papa Francisco, mchungaji wa tumaini na sauti ya waliopuuzwa na kutengwa. Jorge Mario Bergoglio, mtu ambaye angekuja kujulikana ulimwenguni kama Papa Francisco, aliishi maisha ya unyenyekevu wa kweli, yenye huruma ya dhati na moyo wa kujitoa kwa waliotengwa na kusahaulika katika jamii. Alizaliwa mnamo Disemba 17, 1936 katika mji mkuu wa Argentina, Buenos Aires. Alikulia katika familia ya wahamiaji kutoka Italia ndani ya kitongoji cha wafanyakazi. Ulezi huo ulimfundisha kuhusu kazi ngumu, heshima kwa kila binadamu na thamani ya haki ya kijamii, mbegu ambazo zingekuwa na kuwa msingi wa huduma yake kama kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Safari ya kuundwa kwa upapa wake. Uteuzi wa Kardinali Jorge Mario Bergoglio kuwa Papa Francisco mnamo Machi 13, 2013 uliwashangaza wengi. Kwa mara ya kwanza katika historia, Papa kutoka Amerika ya Kusini, na tena mwana wa shirika la Yesu Jesuits, alichaguliwa kuwa mchungaji wa kanisa la ulimwengu. Tofauti na mtindo wa kifalme uliokuwa umezoeleka, Papa Francisco alichagua kuvaa mavazi ya kawaida kabisa na yenye rangi nyeupe na kuishi katika nyumba ya kawaida inayojulikana kama Casa Santa Marta badala ya jumba la kitume. Tangu mwanzo alileta hewa mpya ya unyenyekevu, kujali maskini na kuwakaribisha waliotengwa. Alikuwa sauti ya wale waliopuuzwa na alitaka kanisa kuwa hospitali ya dharura,
kwa waliovunjika moyo na waliopotea. Urithi wa mageuzi na huruma. Katika kipindi chake, Papa Francisco aliandika maandiko yenye ushawishi mkubwa duniani. Miongoni mwa maandiko hayo ni Laudato Si, ambamo anajadili juu ya utunzaji wa dunia kama nyumba ya wote, akionya dhidi ya uharibifu wa mazingira na kutetea mabadiliko ya tabia nchi. Katika andiko la Fratelli Tutti, Papa Francisco anatoa mwito kwa undugu wa kiulimwengu, mshikamano na kuvunja mipaka ya chuki. Katika andiko la Amoris Laetitia, anatoa tafakari ya kina juu ya familia, upendo usio na ukomo na huruma zaidi ya sheria. Na pia katika andiko la Gaudete et Exsultate, Papa Francisco anasisitiza kwamba mtakatifu si wa wakuu tu, bali wa kila mtu anayefanya mema kila siku. Kana kwamba hayo hayatoshi, Papa Francisco alituletea tena maandishi mengine kama Christus Vivit. Humo katika andiko hilo anatoa ujumbe wa tumaini kwa vijana, akiwaambia kwamba wao ni sasa ya Mungu na si kesho tu. Na pia katika andiko lingine linajulikana kama Dilexit Nisi, katika hii barua ni barua yake ya mwisho, anahimiza ulimwengu kukataa ufuatiliaji wa pesa na kuishi kwa upendo na ukweli. Katika haya yote aliwasha mwanga wa matumaini katika kanisa na ulimwengu. Ujumbe wake, huruma ni njia ya kweli ya Injili. Ulimwengu katika maombolezo. Mnamo siku ya Jumatatu, Aprili 21, 2025, dunia ilipokea habari za kusikitisha. Papa Francisco ameaga dunia. Baada ya kipindi kifupi cha kuugua, alifariki kwa amani akiwa na umri wa miaka 88. Habari za msiba huo zilienea kwa kasi kubwa sana, zikileta huzuni, mshtuko, machozi na sala kutoka kwa viongozi wa dini, maraisi na watu wa kada mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Wengine wanamkumbuka kama papa wa watu, wengine walimwita mtume wa huruma, lakini kwa wengi alikuwa kama baba, mwalimu na rafiki aliyewahakikishia kwamba hawako peke yao. Kama ada ilivyo, ibada ya mazishi ilipangwa kufanyika Jumamosi katika uwanja wa Mtakatifu Petro, huku ikiongozwa na jopo la baraza la makardinali, maaskofu, mapadre, watawa wa kike kwa wa kiume, mamilioni ya waumini, viongozi na wageni mbalimbali kutoka kona mbalimbali za dunia, huku maziko yake yakiwa yamepangwa katika kanisa la Bikira Maria Mkuu, Maria Maggiore, nje kidogo ya Vatican. Mwanga unaobaki hai. Wakati waombolezaji wakikusanyika Vatican kutoa heshima zao za mwisho, baraza la makardinali limejipanga kuanza mchakato na maandalizi ya kikao cha siri cha uchaguzi wa papa mpya. Kikao hicho hujulikana kama conclave. Ama kwa hakika, huu ni wakati wa tafakari, sala na matumaini. Dunia inasubiri si tu kiongozi mpya wa kanisa, bali mtu anayebeba mzigo na matumaini aliyoyaacha Papa Francisco.
Na kwa wale walioguswa na maisha yake, sasa ni wakati wa kuamka, kuwa sauti kwa wasiosikika, kupanda miti, kutunza mazingira, kukumbatia huruma kuliko hukumu, kusamehe badala ya kulipiza, kuishi upendo hata katika mambo madogo. Wito kwa dunia nzima. Upapa wa Papa Francisco unaweza kuwa umefika mwisho, lakini ujumbe wake bado unaishi pamoja nasi hadi leo. Ni wakati wa kutunza urithi huu. Ni wakati wa kuwasha tena mshumaa wa matumaini. Ni wakati wa kuwa daraja, si ukuta. Kwa hiyo, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Pitio TV, unaweza kufanya nini leo? Tendee mtu huruma, sikiliza kwa upendo, jali maskini, isome tena Laudato Si. Fanya dunia iwe bora kuanzia pale ulipo. Tusali kwa ajili ya Papa wetu mpendwa Francisco na tuishi kwa mfano wake. Nenda Papa Francisco, vita umevipiga, mwendo umeumaliza, Injili na imani umevilinda na kuvipigania. Raha ya milele umpe e Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina.